Karibuni katika kipindi kingine cha msimu wa pili cha Stars in Campus. Kipindi ambacho kinakuletea vitu vizuri vinavyokufundisha na kukupa changamoto wewe kijana ambaye unatamani kuthubutu na kufanya kitu fulani katika maisha yako. Leo katika kipindi cha Stars in Campus tuko na mtu muhimu. Mimi nasema ni mtu mkubwa na ni mtu mwenye faida sana katika maisha ya vijana na ulimwengu wa wanafunzi kwa ujumla. Basi usiondoke ili uweze kumsikia nini anakuambia. Utakuwa nami Lidness Gerana. Karibu. Stars in Campus. Naifina Collection ni wangalishaji na wapendezeshaji wa bidhaa bora za wanawake Tanzania. Tunauza bidhaa mbalimbali kwa bei ya jumla na rejareja. Ewe mwanamke, jali muonekano wako kupata bidhaa mbalimbali na kwa bei nafuu sana, zikiwemo mikoba, viatu, magauni, saa na nyingine kibao. Kupata bidhaa hizi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0713 11 9818 au 0785 11 9818, na kwa mitandao ya kijamii unaweza kuwasiliana nasi kupitia Instagram Naifina Collection na Facebook Naifina Swai. Tupo mkoani Mwanza, maeneo ya Kaluta, na kwa kuwajali wateja wetu tunaweza kukufikishia bidhaa popote ulipo Tanzania. Naifina Collection ni hitaji tosha kwa mwanamke. Stars in Campus. Karibu katika kipindi cha Stars in Campus. Nashukuru sana. Karibu sana, tumefurahia sana ujio wako. Nashukuru sana. Watazamaji wangependa kujua wewe ni nani, unafanya nini, kama ambavyo nimetambulisha kwamba wewe ni mtu muhimu na ni mkubwa sana hasa kwa maisha ya vijana. Okay, nashukuru sana. Kwa jina mimi naitwa Shemeji. Shemeji. Na mara nyingi nikitambulisha huwa naweka pause kidogo. Watu wasisi mimi ni shemeji wake na baba yangu. Au shemeji yake host. Shemeji yake na host. Mimi naitwa Shemeji. Baba yangu anaitwa Melaeki. Melaeki. Ya jina gumu kidogo kwa sababu la Kimasai. Okay. Ya mimi ni mnenaji. Mara nyingi natumia hiyo kwa sababu nanena mara nyingi kuzungumza na vijana kwenye makongamano mbalimbali, Yes. kwenye vio, na nimejaribu kufikia vio vingi sana hapa Tanzania. Na nimekuwa nikizungumza vijana mambo muhimu ambayo wanatakiwa kuyafanya wakiwa chuoni na wakitoka chuoni waendelee kuyafanya. Safi sana. Lakini pia naandika vitabu. Wow. Na mpaka sasa hivi nimeandika vitabu 4. Vyote viko mtandaoni Amazon.com na Smashword.com. Lakini ninavyo paperback hizo zenye cover ngumu ziko 3, ambacho cha kwanza ni hichi cha Principle of Growth. Okay. Everybody want to be, nobody want to grow. Kila mtu anataka kufika sehemu fulani, ila hataki kukua kuelekea hiyo sehemu. Nikaandika hicho kitabu cha kwanza. Na cha pili ni hichi cha Principles for Greatness. Hiki nimekisoma. Kizuri sana. Everybody is designed to be a superstar. Kwa watu wote wa Stars in Campus wanaotaka kuwa stars, watakuwa wajifunze namna ya kuwa superstars kwa sababu ndani yao wameumbiwa hicho kitu. Lakini nikagundua Watanzania wenzangu hata vitabu vyangu vidogo hawajavimaliza. Nikakitoa kidogo zaidi cha The Power. Ili hata wale wavivu ni kama kurasa 32 tu. Unaweza kumaliza usiku mzima, ila lazima uamke ukiwa umeandika maono yako, umefanya kitu cha tofauti. Wow. Kwa cha 3 ndio The Power of Reading Books, ambacho hakiko hard copy, kipo kwenye mtandao. Hiyo ndicho ninachokifanya kwenye sehemu ya uandishi wa vitabu. Lakini pia ninafanya vitu vingi hapa town na hapa mjini ili nijitahidi kufa mapema, yani kumaliza vitu ambavyo vimenileta duniani nisiondoke navyo. Miles Monroe anasema to die empty. Kwa najaribu kufanya vitu mbalimbali pamoja na kuongea na watu. Nimetengeneza harakati mbalimbali mpaka sasa hivi. Harakati ya kwanza ni ya kuhamasisha usomaji wa vitabu nchi nzima, ambayo inaitwa City Reading Champions. Naitaga CRC is CRC, yani City Reading Champion is creating reading culture. Kuna CRC hapo, naona CRC mwishoni. Lengo lake hapa ni kuhamasisha Watanzania wasome vitabu. Na huo natumia slogan moja inasema shemeji moja mstari wa kwanza. Nami nitakomesha vitali hii juu ya nchi. Ya kwamba ukitaka kumficha kitu Mtanzania, weka kwenye kitabu. Weka ndani ya vitabu. Maana siku zinakuja ambapo Watanzania watakumbatia na kuvisoma vitabu kuliko hata magazeti ya udaku. Safi sana. Shemeji, ni lini ulianza shughuli zako hizi za uandishi wa vitabu na shughuli zote unazofanya kwa ujumla? Okay.
shughuli za hizi nilizofanya nilianza mwanzoni kabisa mwa 2004 nikiwa kidato cha 4 wakati huo. Ndipo nilipoanza kwenda kwenye shule za sekondari. Niko shuleni lakini nilikuwa nazungumza na wanafunzi wengine wa sekondari. Wakati huo nilikuwa nimebezi tu kuhubiri. Nilikuwa sifundishi mambo mengine yoyote. Kwa hiyo na hii nilianza nilipotimuliwa shuleni wakati huo. Nilipotimuliwa shuleni asira zote nikahamishia kwenye kwenda kufundisha. Kwa naenda kwenye fellowship naenda nafundisha, nikirudi nafanya mambo mengine alafu napata ada naenda shuleni nikiwa kidato cha 4. Ndipo nilipoanza. Lakini uandishi wa vitabu nimeanza rasmi nikiwa chuoni mwaka 2012, mwaka wa mwisho. Ndio nilipoanza kufikiri kwa nini haya mambo nayasema watu wakayapenda nisiyaweke sasa kwenye maandishi watu wakayasoma ili niweze kufikia watu wengi. Mimi mpaka leo nimefika chumbani kwako. Nimefika chumbani kwako kwa sababu kitabu changu umekaa nacho kwako. Umekisoma. Kwa hiyo nilikuwa nasoma Wazo la Shemeji likiwa limefika chumbani kwako. Inawezekana ningefanya mkutano usingeweza kutokea. Lakini pale umeweza kukutana na mimi kwa njia ya kitabu. Hivyo ndivyo nilipoanza, na nilipomaliza chuo sasa ndo nikaanzisha hiyo harakati za kuhamasisha usomaji wa vitabu wa City Reading Champions. Nini kilikuvutia mpaka ukaamua unasoma kozi gani kwanza? Mimi nilisoma kozi ya Bachelor of Science in Agricultural Economics and Agribusiness. Wow. Halafu nini kikakuvutia ukaingia kwenye, imezoeleka kwamba wanaoandika vitabu ni watu wamesoma maybe education, literature, economics kidogo. Lakini wewe ukatoka kwenye fani yako na ukaamua kuandika kitabu. Kuna kitu kilikuvutia, kitu gani labda? Nafikiri kuna tofauti ya profession na passion. Okay. Nilikuwa na passion na profession. Profession ni agroeconomics. Mimi nasoma agricultural economics. Kwa hiyo ndo profession yangu. Lakini my passion ni kuona watu wamebadilishwa fikra zao. Sasa ndo hapo sasa nikaanza kuandika vitabu, nikaanza kufanya vitu ambavyo kwenye kozi yangu inawezekana mimi peke yangu ndo kila mtu ambaye anaifanya. Kwa nini? Kwa sababu mimi nimegundua kwamba na profession yangu situmiki kwa nguvu kama passion yangu. Nguvu zangu nyingi nimeweka kwenye passion, kile kitu ambacho nakipenda. Nilipokuwa nafanya kazi kwa kutumia profession yangu, nimefanya benki miezi 7 kama agricultural loan officer, kama afisa wa mikopo ya kilimo. Nifanya kwa muda miezi 7 tu. Lakini sikuwa nafanya kwa nguvu kama ninavyofanya naandika vitabu au nazungumza. Sikuwa na uwezo wa kuamka saa 4 usiku ni mpaka saa 10 asubuhi naandaa kitu ambacho nitafanya kesho benki. Lakini baada ya kuacha benki nina uwezo wa kuchelewa kulala mpaka saa 10 asubuhi. Ninachokifanya ni kukiishi kile ambacho nakiona kinanipa furaha zaidi. Kuna tofauti ya kitu ambacho unafanya ili upate pesa, na kuna tofauti ambayo unafanya kwa sababu moyo wako unapenda. Upo. Changamoto gani unakutana nazo katika shughuli zako hizi? Changamoto ziko nyingi. Ambazo ni za kawaida pia kwa sababu hakuna njia ambayo hamna changamoto. Kama usifuko na changamoto unajua kabisa uko kwenye njia ambayo sio. Uzuri mmoja wa kitu ambacho unakifanya unapokutana na changamoto unagundua hiki ndo kenyewe ambacho watu wengi huwa wanakikimbia. Ni kwa mfano mtu yeyote anayezungumza mara nyingi kwanza hawalipwi. Na ukienda kuzungumza wanakupa kitu kidogo. Yaani mara nyingi hawafanyi hivyo. Sasa mtu anaweza akafikiri unatumia muda wako mwingi sana kwenye hiki kitu ambacho hakikuingizii kipato kikubwa. Hiyo ndo changamoto ya kwanza, na inaleta maswali hata kwa ndugu, unafanyaje kitu kama hiki, kwa nini usijabaki benki? Hiyo ndo changamoto. Ndugu hawakuelewi, marafiki hawakuelewi wakati mwingine. Lakini hicho unakifanya hata kama unakipata kidogo, lakini moyo wako uko pale. Lakini nimegundua pia nikianza kufanya sasa hivi nikaonyesha njia hata kwa Tanzania kwa kuifanya kwa ubora zaidi, pesa zinakujaga kwa kufuata passion. Anasema follow your passion and money falls anyway. Wow. Umesema ulianza ukiwa chuoni. Na tunaamini kwamba ukiwa chuoni unakuwa hauna source of income yoyote. Sasa wewe ulianza ukiwa na idea tu au kwa unahitaji capital labda, au ulianzaje? Ulikuwa na capital au kuna mtu alikusupport? Mimi na idea hii, fanya hiki kitu mimi nitakulipia, au ulianzaje? Wanafunzi lazima wawe na shauku kwa sababu wengi huwa wanafikiri kwanza kitu ni capital zaidi. Na nafikiri watu wengi wanafanya kosa. Mimi naamini instead of writing the budget first, you better write the vision first. Baada ya kuandika budget kwanza unachokitaka ili uanze kufanya unachokitaka, andika kwanza yale maono yako.
ni wapi unapotaka kufikia, unataka kufikia watu wangapi, unataka kuleta mabadiliko gani kwenye nchi yako au kwenye chuo chako au kwa jamii inayokuzunguka na vitu kama hivyo. Hivyo ndio vitu ambavyo unatakiwa ujue kwanza. Ukianza kuviandika chini, huwa ina tabia ya kuvutia resources, naitaje, rasilimali unazozihitaji. Zinaanza kuvutiwa kuja upande wako. Nilipoandika kitabu cha kwanza mimi sikuwa na hela. Nakumbuka nilikuwa na shilingi 40,000, alafu kitabu kinatakiwa kitokee Dar es Salaam kwa shilingi 850,000. Maana nilifanya perfect binding. Una shilingi 40,000. Lakini nilikuwa na courage ya ajabu ya kusema, ngoja nikamtafute publisher kwanza. Niongee naye. Nikaanza kuwapigia watu simu. Hao watu wanao print vitabu wanagarimu watatukosti shilingi ngapi mpaka kitabu kitoke. Nikaanza kuulizia, nikaenda Dar es Salaam. Kwanza nipigia rafiki yangu mmoja akanieleza alivyotengeneza print ya kwake. Nikaenda Dar es Salaam nikawashirikisha rafiki zangu. Alafu rafiki zangu wengi walijitolea kunipa hela. Walipoona nimeandika kitabu kizuri, kwanza walikipitia. Niwatumia kwenye email, wakakipitia. Wakawa wanakipenda. Wakavutiwa. Nikiwa Dar es Salaam katika harakati za kuendelea kutembea hichi kitabu kitoke, kilichotokea nikiwa naongea na mtu anaye print, alinipigia rafiki yangu mmoja ambaye ni mwalimu. Akaniuliza, ndugu, hii kitabu kishatoka? Nikamwambia bado. Kwa nini? Akasema kuna hela sijamalizia. Kwani shilingi ngapi? Nikamtajia. Sasa subiri hapa hapo nakutumia sasa hivi. Akanitumia, alafu kile kitabu kikatoka. Nilipotoka nikamgaia vitabu vingine, akaenda akaviuza, alafu akachukua hela yake. Unaona? Lakini nikafikiri ningeendelea kusema na shilingi 40,000 siwezi kufanya, ningekwama. Tena ningekwama vizuri sana. Leo ungekuwa unasikilizia Principle of Growth kwenye bomba au kwa mtu mwingine. Au kwa mtu mwingine. Inawezekana mtu mwingine akisha kiandika. Lakini imetokea baada ya kuchukua hatua. Na hatua ya kwanza sio pesa. Watu wanakoseaga. Hatua ya kwanza sio pesa. Ni kuwa na wazo, alafu hilo wazo unaamua kulifuata. Kulifuata kwa kufanya hatua ndogo ndogo. Anasema ukitaka kujenga gorofa, usijenge gorofa. Nenda katafute kiwanja. Ukipata kiwanja usijenge gorofa pia. Anza kujenga msingi, waambie watu wachimbe, watoe udongo. Ile courage, ile wanaita ule msuli wa maamuzi magumu. Wakati uone kila kitu, unafanya jambo litokee. Kanuni ninayotumia kwenye maisha yangu ni mfano mdogo tu. Unaenda Dar es Salaam usiku na gari. Umewasha gari na inamulika mbele. Ile gari haimuliki Arusha to Dar es Salaam. Haimuliki hata siku moja. Ile gari inamulika hatua, sijui wataalamu wasema mita ngapi. Ni mita chache tu pale mbele unaona. Lakini mbona unaenda Dar es Salaam na unaona mita chache tu pale? Ni kwa sababu ukisogea ule mwanga unamulika mbele zaidi. Ukisogea ule mwanga unamulika mbele zaidi. Kwa hiyo kosa nalo lifanya ni kwamba kwa sababu sioni Dar es Salaam, siendi, ili giza mimi nitalipitaje? Wakati ukisogeza gari lako mbele kidogo inaongeza mita zingine za kusogea. Kwa hiyo ni vizuri uchukue hatua. Sasa nikiandika vitabu, nita print na nini? Andika tu. Anaweza akaja mtu anataka nataka kumsaidia mtu kuprint vitabu. Na watu wengi hawaandiki ndoto zao, kwa hiyo hata ikifika hatua watu wanataka kuwasaidia hawana. Sasa watu wanaamini maandishi kuliko maneno. Sasa watu wengi wana maneno, hawana maandishi. Iandike kwanza. Nadhani wamesikia. Nini mafanikio yako mpaka sasa hivi ambayo unajivunia kutokana na hiyo career yako? Mafanikio makubwa ambayo naona ni kwa sababu napata feedback. Napata ule mrejesho kutoka kwa watu kwamba kitabu chako fulani hicho kisoma kwa kweli kimenisaidia. Kuna mtu mmoja alizungumzia hii ya Principles for Greatness, anasoma China. Akanitumia message akaniambia, akaniambia, nafikiri kati ya vitabu hivyo andikwa vizuri baada ya Biblia ni hiki hapa. Wow. Nikamwambia utani. Ulijisikiaje? Lakini nilisema, wow, thank God I have written it. Nashukuru Mungu kama niliandika. Kwa nini? Kwa sababu baada ya hapo sasa kuna watu ambao wameguswa. Kuna watu walisoma kitabu cha Principle of Growth. Walitaka kuanzisha project zao. Sasa kuna sehemu nilizungumzia kwenye hichi kitabu kwamba kuna umuhimu wa kuchukua hatua. Nikatoa mfano. Kwa mfano mtu anataka kuandika kitabu cha page 400. Kurasa 400 anataka kuandika. Lakini anafikiria nitaandikaje kitabu kikubwa hicho. Hakuna kitabu changu cha page 400, zote ni chini ya page 200. Lakini nikafundisha namna ya kwanza kuandika. Unaweza kuandika kurasa moja leo, haifutiki. Unaandika namba 2, haifutiki. Ukiandika moja kila mwaka, unakuta baada ya mwaka umemaliza kurasa 365. The big book, yani kitabu limetoka. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu aliamua kuchukua hatua ndogo ndogo. Wachina wanasema hivi, the journey of million miles begin with a single step. Kwa safari ya milioni 100 inaanza na nini? Step moja. Na step moja.
Kwa ndo inacho kiasi. Kwa hiyo sasa naona watu wanapata wanipa ule mrejesho kwamba wanasaidika. Nikizungumza watu wanasema kwa kweli nimebarikiwa. Nimebarikiwa, lakini pia unaona maisha yao yanabadilika. Mtu anakuambia unajua niliposoma kitabu chako ile niliamua kuanza project yangu ambayo nilikuwa nimeacha. Kwa sababu ninachokifanya zaidi ni kumotivate watu waamue kubadilisha maisha yao. Na ukiona mtu anachukua hatua sasa anabadilisha maisha yake, ameanza kufanya kitu kipya. Yuko chuoni umemshauri akaanza kufanya jambo likamsaidia, you feel wow, ninaishi maisha yangu. Hiyo ndo joy kubwa ambayo mimi napata kila ninapofanya vitu kama hivi. Haya ndo mafanikio makubwa. Kabisa. Last time nilikuwa na Makwaya, nikamuuliza yeye utofauti wake na maana waandishi wamekuwa wengi sasa hivi. Akasema yeye ana style moja kama mashairi na idea ambazo zimefichika yani. Wewe vitabu vyangu tofauti na watu wengi pia. Sijaona Tanzania wakiandika style inayoandika. Mtu ambaye ameandika kidogo kama style ambayo inatumia anaitwa John Maxwell. Ambao napenda sana kutumia quotation. Nimeona napenda sana kutumia nukuu za waandishi wakubwa. Kwa sababu nilisoma vitabu vingi sana. Kwa hiyo nikitaka kuzungumzia umuhimu wa kuchukua hatua ya kwanza, najua nitamrifaa nani kwa sababu nimesoma vitabu vingi. Kwa vile ndo hiyo ndo style ambayo mimi natumia. Na watu wanaona kitabu changu kimejaa kimejaa hizo nukuu sana. Ni kweli. Kuliko vitabu vya watu wengi. Mtu mmoja akaniambia, "Ni lini utaandika idea zako?" Niambia, "Idea yangu ni uwezo wa kuunganisha idea ya John Maxwell, ikaleta maana, idea ya Ridnes Gahan, idea ya Jones, idea ya Peter, nikayaunganisha yote." Ule pia ni uandishi. Kwa sababu naona kwanza umeelewa hao wote, alafu kwa kukusanya pamoja. Huo ndo mtindo ambao mimi natumia na mtindo ambao naupenda. Hata nikizungumza napenda sana kurifaa wamefanya nini watu wengine. Kwa sababu uwezo ukajenga tu bila kujua unaanzia wapi. Kabisa. Maana naona style yako hata kwa wale wavivu umeweka hizi nukuu. Lazima enjoy. Peji kama ukiona kubwa unaangalia ni wapi umepunguza size ya maneno, unasoma, unapata ile maana halisi then unaendelea. Kabisa. Stars in Compass. Naifina Collection ni wangalishaji na wapendezeshaji wa bidhaa bora za wanawake Tanzania. Tunauza bidhaa mbalimbali kwa bei ya jumla na rejareja. Ewe mwanamke, jali muonekano wako kupata bidhaa mbalimbali na kwa bei nafuu sana, zikiwemo mikoba, viatu, magauni, saa na nyingine kibao. Kupata bidhaa hizi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0713 11 9818 au 0785 11 9818, na kwa mitandao ya kijamii unaweza kuwasiliana nasi kupitia Instagram Naifina Collection na Facebook Naifina Swai. Tupo mkoani Mwanza maeneo ya Kaluta, na kwa kuwajali wateja wetu tunaweza kukufikishia bidhaa popote ulipo Tanzania. Naifina Collection ni hitaji tosha kwa mwanamke. Stars in Compass. Shemeji, ni jinsi gani unaweza kumanage muda wako? Maana tumeona una shughuli nyingi, ni public speaker, si ndio? Pia mwandishi wa vitabu. Pia najua tena kuna shughuli nyingine unafanya beyond. Biashara. Sasa unagaje muda wako? Muda ninavyoifanya kwamba kila siku kabla sijaenda kulala lazima niwe najua kesho nafanya nini. Na ndio maana siku hizi imekuwa ngumu kupanga ratiba ya kesho na mtu ambaye hakuniambia siku mbili kabla. Kwa lazima niwe na ratiba ambayo najua kesho nataka nipate matokeo ya aina gani kwenye biashara zangu, kwenye vitabu, kwenye kuzungumza. Kwa hii ndio naweka ratiba ambayo inaniruhusu kugusa maeneo yote katika maisha yangu. Na nikiamka asubuhi na kisha kila kitu kimepangwa ili nikianza safari zangu za kuzungumza na kufanya mambo mengine yamepangwa. Na najaribu kuipa priority vitu ambavyo vina nguvu kwenye maisha yangu kama kuzungumza. Ndio maana kama nitakiwa nikakae sehemu ukaa tu alafu nikaitwa nikazungumze, naacha kile nikazungumza. Kwa sababu kuna mtu anasema, Stephen Covey anasema, the main thing is to keep the main thing the main thing. So always the first thing, let it be the first. Kwa vile vitu ambavyo vina muhimu na vina impact kwenye maono makubwa nilio nayo yanapewa nafasi ya kwanza kabisa.
Kati ya watu unazungumza nao sana ni vijana. Yeah. Unaonaje mwamko wao kwamba umefanya mabadiliko kwenye society ya vijana au bado? Naona ni vigumu sana kupima matokeo kwa muda mchache. Ila kuna feedback ambazo unapata. Zile ndogo ndogo ambazo unazipata, ule mrejesho. Mtu mmoja anasema nimebadilika, mwingine anasema nimesaidika, na mwingine anasema nimeanza project yangu, mwingine anasema nimeamua kufanya hivi. Unapata zile feedback. Naona kuna mwamko tofauti na zamani. Na nashukuru kwamba siku hizi pia wametokea wazungumzaji vijana wengi. Na pia naona pia vijana wengi siku hizi wananifuata, wananiomba naomba utusaidie. Wazungu wanasema mentorship au mlezi, naomba unisaidie kunilea. Nataka nianze hiki lakini nataka mtu akunielekeza. Ukiona watu kama wale wanatokeza, hiyo ni asilimia ndogo kati ya wengi ambao hawaja majasiri kukufuata, kukuambia. Kuna watu wengine ukizungumza nao akishaelewa wanaondoka, ila waenda kufanyia kazi kile alichosema. Kwa unawapata wale wachache ambao wanafika na kusema nimesaidika na ninachukua hatua, na naona wengine wanabadilika. Hatua ya kwanza kuona mtu anabadilika ni pale ambapo wanaamua kujifunza. Kuna watu sasa hivi wananifuata wanasema, "Kaka, mwezi huu nisome kitabu gani?" Unajua huyu mtu ameamua kubadilika, amegundua kwamba amepungua, anahitaji kujua vitu zaidi. Kwa ndivyo ninavyoona sasa kwamba watu wameanza kubadilika, wameanza kuchukua hatua. Kwa vijana wanabadilika. Safi sana. Labda ni kuchallenge kwamba vitabu vyako vyote umetumia lugha ya kigeni. Sasa hauoni kama unaleta classes wale watu wengine ambao wana shauku ya kupata sasa huu ujumbe ambao umeweka ndani ya vitabu, lakini ndio hivyo bahati mbaya hajaenda shule? Okay, sasa sijui niite hiyo changamoto au ni wajua, picha ya kwanza unaipata, nafikiri mazingira huwa na watazamaji tu wajue kwamba mazingira pia yanaweza kaamua kitu gani unachokifanya. Nikiwa chuoni nilikuwa naandika nikiwa na watazama wanachuo. Hata nilikuwa sijapanua upeo wangu wa kutazama mpaka nje ya chuo. Lakini baadaye nilipofika mtaani sasa, unaitwa kanisani, unaitwa kwenye jumuiya ndogo ndogo ukazungumza nao. Alafu umetembea na vitabu vyako vyote vya Kiingereza. Ukimaliza kuzungumza unarudi nazo. Unaona? Kweli message iliyoko nzuri na watu wamenitumia mpaka feedback. Wanasema hichi ulichokiandika hivi nitamani ingekuwa Kiswahili, natamani hata ndugu zangu wasome. Na ikawa ni changamoto kwangu. Nilichokifanya sasa hivi nimemtafuta mtu ambaye ni mtaalamu. In fact amesoma chuo cha Mount Meru University. Anaweza akanisaidia kutafsiri vitabu vyangu. Ameanza na kitabu cha kwanza cha Principle of Growth, atafsiri kwenye Kiswahili kilichonyooka ambacho hakitakuwa kigumu, itakuwa lugha ya kawaida. Lakini wakati huo sasa nimeanza na mimi kushtuka kuandika vitabu vya Kiswahili. Sasa hivi naandika vitabu viwili vya Kiswahili. Cha kwanza nasema mambo 10 yanayokukwamisha, hicho cha Kiswahili. Lakini cha pili kinaitwa mabadiliko karibu, chote cha Kiswahili, vyote vya Kiswahili. Hivyo sina mpango wa kuvitafsiri kwa sasa hivi. Lakini pia kilichokuwa na kiwaza ndio ile ukiwaza una mawazo makubwa, jenga gorofa, alafu naanza kujenga gorofa. Nilikuwa nawaza international wakati nikiwa naandika vitabu vyangu. Kwa hiyo niliandika international. Lakini nimejikuta lazima nipungue mpaka niwafikie watu wa kwetu kabisa. Alafu sasa ndio niweze kwenda international nikiwa na furaha ya ajabu. Kwa kabla sijaanza kupanuka na kutanuka kwenda nje ya nchi, nataka niwe na vitabu ambavyo nitawaachia ndugu zangu ambao wanajua Kiswahili tu. Kwa hilo nitalifanyia kazi, na changamoto yako hiyo ulionipa utaiona ikiwa imetendewa kazi. Nitakukumbusha kama usipofanya hivyo. Yaani ukikutana na mimi tena wakati mwingine kuongea masuala kama haya, utakuta na kitabu cha Kiswahili. Safi sana. Unawashauri nini vijana kwa ujumla ambao wewe nahisi ndio target marketing yako, si ndio? Unawashauri nini ambao yani wanasoma wanaweza kuajiliwa zaidi? Unaambia nini? Sasa niambie vijana wenzangu, mimi nimeajiriwa kwa muda wa miezi 7 tu, tangu mwezi wa 3 2014 hadi mwezi wa 12. Ninachowashauri ni kwamba maisha ni zaidi ya kuajiriwa. Kuna jambo ambalo liko ndani ya moyo wako ambao unalihitaji kufanya. Kuna kampuni unayo ndani ya moyo wako. Nafikiri vijana imefika hatua sasa waache hofu, waamue kuchukua hatua na kufanya vitu ambavyo wanavipenda kufanya. Mtu anaweza kama ameajiriwa kama mwalimu, lakini wakati huo akafanya vitu vingi akiwa bado ni mwalimu. Lakini pia kuna biashara nyingi siku hizi mtu anaweza akafanya ambavyo havihitaji muda mwingi. Na watu wengi ambao wanatengeneza makampuni wanaweza wakatumia hata ile management, wametengeneza management kampuni bado wakafanya kazi za aina mbalimbali. Ninachoshauri ni kwamba vijana wajue kwanza kwamba ajira katika nchi yetu iko chini, yani unemployment rate is higher. Kwamba vijana wengi siku hizi
hawapati ajira. Na kuna watu ambao nimaliza nao chuo mwaka 2012 mpaka leo hawajaajiriwa. Ameamua kwenda kuvolunteer. Lakini nashauri kama kuna mtu anataka kuanzisha kampuni ya aina fulani, bora aende kuvolunteer kwenye kampuni ambayo inafanana kile ambacho anataka kufanya. Ili baadaye apate experience, aweze kukua exposed kwenye mazingira ya kile kitu ambacho anakifanya. Kuna watu ambao wamemaliza chuo wakiwa na ndoto zingine. Walipotoka nje ya chuo, zile ndoto wakaanza kuziishi. Kwa ni nafasi tu ya kuangalia ni namna gani ambazo unaweza ukatengeneza pa kuanzia. Tulikuwa tunaongea mwanzoni na rafiki zangu hapa, akamwambia kitu kigumu zaidi kwa watu wengi kwa nini wafanye? Pa kuanzia. Ukimwambia mtu habari ya kazi, habari ya biashara, habari ya kuwa na kampuni, habari ya kuzungumza na watu, atawaza pesa kwanza, nitazipata wapi? Na hilo ni swali ambalo limekuwa ni gumu. Lakini mwanzoni nitoa nafasi kwamba kama mimi nilipofanya, unaweza ukatafuta namna ya kuanza taratibu mpaka ufike kule ulipo. Kwa ajira kwa sasa hivi kwenye nchi hii inabidi vijana wote wanaosoma wasome kwa mlengo wa kutengeneza ajira, sio kupata ajira. Ukifocus kwenye kupata ajira, na kuhakikishia asilimia kubwa watakuwa very disappointed. Kwa sababu ajira zenyewe hazipo. Mpaka rais wa nchi juzi alitangaza kwamba msitegemee tena, nendeni kwenye sekta binafsi. Serikali yenyewe imeshakwama. Kwa hiyo cha muhimu, na hakuna nchi ambayo watu wanategemea serikali iwape kazi. Watu wanakuwa creative, wanatengeneza ideas, wanaingia nazo mtaani, wanajifunza marketing, wanaziuza zile idea. Pesa zipo. Kuna watu wanasubiri mtu wa kusema I have an idea. Watu kitu fulani. Ndio bana akasema waandike. Kuna rafiki yangu mmoja juzi aliwaita tu CEO fulani, akawaeleza alivyokuwa na idea. Alipowaeleza ile idea, watu kabla hajamaliza watu washaanza kusema mimi nitatoa milioni 10. Sio hela. Do you have an innovative idea? Je, una idea ambazo ni mtu akisikia anawashwa, yani hawezi kulala. Unasema hapa kuna inatengeneza pesa, hii itagusa jamii kubwa na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia watu wao na confidence ya kuanza kupresent ile idea. Mtu ana idea fulani lakini hana confidence ya kwenda kuambia watu. Au anaiandika na ifungia ndani. Anaiandika anaweka kwenye kabati. Tokee mtu mwenye hela, mwambie bwana nina idea kama hii. Ukishindwa hapo nenda tena. Unaona sana. Sisi kama Stars in Campus tunaangalia maisha ya wanafunzi kabla hawajafika vioni na walioko vioni, na baada ya hapo wanatarajia kufanya nini. Hasa leo ndo tunakupa urahisi utawafanyia nini vijana kwenye swala zima la ujasiriamali. Okay. Hapo rais shemeji. Rais wa nchi Tanzania. In fact mimi sasa hivi ni rais. Kwenye nchi ni rais wa City Leading Champions. Kwa hiyo naangalia sasa changamoto ya kuwa rais wa nchi. Nikiwa rais wa nchi kwa vijana, cha kwanza kabisa nitawashauri watulie chini, kalamu na karatasi. Wafikirie ni kitu gani wanaweza kufanya kwa ajili ya nchi yao. Hilo ni jambo la kwanza kabisa. Nchi yote ambayo imeendelea, vijana walikuwa hawasemi serikali itatutendea nini? Walikuwa wanajiuliza tutaitendea nini nchi yetu. Kwa wakati huo sasa watu wanaenda wakiingia porini, wanaanza kufikiria kwenye mazingira haya naweza kuanzisha kitu gani. Wakati huo sasa nikiwa rais, naweza nikachukua yale mawazo ya wale vijana, alafu nikawasaidia iwe halisi. Lakini waje na mawazo. Wawe na mawazo ambayo yanawaza. Kama wewe witness una kitu ambacho unakiwaza unataka kukifanya kwa ajili ya nchi yako, umekuwa umekiandika, umekidocument. Tunasema kuna nguvu kwenye maandishi. Umekidocument. Alafu unaonyesha, kwa sababu swali la kwanza nataka kuuliza, ukiwa na idea, hii idea unataka ikufikishe wapi, au ifikishe jamii yako wapi, au ifikishe nchi yako wapi. Mtu kijana akija na mawazo kama yale, kwanza tayari akili yake ishapanuka, ndio maana anaweza kuandika. Yule unaweza ukampa uwezo, ukamwezesha kaendelea. Lakini pia mimi ningeshauri mabenki wakati huo, kwa sababu issue ni mtaji kwa wengine, ningeshauri mabenki yachukue zile idea ambazo ni very innovative idea. Zile idea ambazo kwa kweli mtu tukwambia ile mtu anakupa present idea yake mpaka watu wanawashwa. Zile idea wazipeleke benki, na hizi benki ziwe na nafasi ya kusupport startup business, biashara ambazo zinaanza. Kwa sababu ukienda benki siku hizi unaambiwa lete bank statement ya kampuni yako. Wakati ndio umetoka chuo hapo. Umetoka chuo hapo. Kwa hiyo sasa ingekuwa na nafasi ya hao vijana ambao wana vitu vizuri wanavyofanya, kama leo ninyi hapa mnaenda kusema ndo tunaanza, hatuna account benki mfano. Alafu wakasikiliza kaona hii hapa inaelekea sehemu nzuri, itabadilisha nchi nzima hii hapa. Wanachokifanya
wanatoa nafasi ya kusupport startup business. Kabisa. Ushauri wako kwa serikali nini watufanyie sisi vijana ambao tumeamua kuthubutu? Nina mambo machache ambayo ningeshauri kwa serikali. Cha kwanza, kwenye mifumo ya elimu. Mifumo ya elimu ijikite zaidi kufundisha practicals, vitu ambavyo watu wanaweza kufanya kama ambao ipo sasa hivi. Kwa sababu huwa nachekesha nasema unaweza ukamkuta the professor wa business administration lakini hawezi kumanage kaduka fulani yani kioski karibu na nyumba yake. Hiyo ni changamoto. Shida yake ni kwamba huyu mtu amejifunza namna ya kufanya, sio kwa kufanya. Watu wengine wapewe changamoto. Na bado ana manage watu au ana direct watu zaidi ya vijana labda 1000 katika vyuo, na yeye ndio mkubwa. Wakati sasa angekuwa na nafasi, unajua ukifanya, huwa anapenda kuambia watu kwenye mikutano, fanya hivi, kunja ngumi, alafu naambia weka kichwani, alafu ninaweka hapa. Asilimia kubwa wanawekaga hapa. Japokuwa nimeambia weka kichwani, kwa sababu people tend to follow what you do than what you say. Kwa walimu nao wangekuwa wanafanya vitu ambavyo ni practical, vijana wakiona ni rahisi kuiga, ni rahisi kujifunza kutoka kwao. Kwa hiyo inafika sehemu sasa inabidi tuwe na nafasi ya kufundishwa vitu ambavyo ni practical based. Tukitoka hapa unaweza ukaachiwa sehemu alafu ukaenda vizuri. Lakini pia watu wainvest kwenye talents za vijana, vipaji. Kwa sababu asilimia kubwa watu waliofanikiwa duniani kufanya vitu vikubwa ni walioamua kuviishi vipaji vyao. Kwa serikali ikiangalia vipaji vya vijana, kila huyu ana kipaji gani, alafu kikaendelezwa, inaweza kufanya mambo mengi zaidi. Kama pia kuna ile wizara ya kazi na maendeleo ya vijana, ifocus kwenda kwa vijana, kwa sababu unasikia tu vitu vinavyohusiana na vijana, ila uone vijana wakiwa wanajua nini kinachoendelea. Wafungue mwanya mpana, waweke mwanya, nafasi pana zaidi ya vijana kukutana na serikali kwa kupitia program kama hizo. Na natoa mfano wa Rwanda. Rais wa Rwanda Paul Kagame, Mheshimiwa Paul Kagame. Siku hizi naangalia kila wakati anakutana na vijana wake, ana inspire vijana nchi hiyo. Na vijana rafiki zangu ambao ni Wanyarwanda wengi, naona kila siku wanaenda Marekani, wanaenda workshop Marekani. Na watu sasa huyu rafiki yangu juzi tukutana naye juzi Rwanda, naona sasa hivi anaenda Marekani. Mimi sijawahi kwenda Marekani, lakini inawezekana nimefanya vitu vikubwa kuliko Daniel Mnyarwanda. Lakini wao washaenda kule. Serikali inawainspire wale vijana, inawaambia nendeni Marekani mjifunze, alafu narudi kwenu. Kwa vijana wamekuwa karibu, serikali imekuwa karibu sana na vijana, kwa sababu viongozi wa kesho watakokuwa na miaka 40 wagombea urais ni vijana wa leo. Lakini wakifika kule hawezi kufanya kitu chochote kwa sababu hawajawa exposed. Unaona? Akifika kule wanashangaa, hawaelewi. Lakini kama serikali ingekuwa karibu nao, ikawatia moyo, ikafanya mikutano mbalimbali ya kufundisha vijana. Juzi nilikuwa nacheka sana, nikasema kuna mtu anaweza kuta ni mbunge, ajaye hata kusanya kama mimi mtoto mdogo kwake, kwa sababu yeye ni mkubwa, ana influence. Ajaye kuitisha hata kama mkutano kadogo cha biashara mjini, afundishe, alafu akaita wazungumzaji waje wafundishe vijana namna ya kuanzisha biashara. Hajawahi. Alafu ni kupiga kampeni na kuita watu kuhamasisha kupiga kampeni. Siasa anatokea. Mimi nawatazamaga tu naambia okay, ila inawezekana nimefanya mambo makubwa kuliko wewe. Wewe umekaa bungeni unakula hela, lakini ufanye chochote. Huku kwenye grassroots kwa watu wa kawaida hakuna wanachokifanya. Unaambia nini Watanzania? Mara nyingi tumekuwa wavivu kusoma vitabu. Asilimia kubwa. Sasa sijui wewe umekuja na motisha, utafanya nini ili hiyo methali yako sasa ianze kufanya kazi? Mimi nina kampeni na wewe anaendesha kama kampeni. Unajua ukifanya kitu kama kampeni inakuaga na nguvu. Ninawaambia na ndio maana naita movement, harakati. Harakati ndio zinakuaga na nguvu kuliko organization. Unaona hichi kitabu? Nakiona. Ndani huku kuna vitabu 168 natembea nazo. Na mtu wa pili ambaye ananunua kati ya rafiki zangu analetewa leo kutoka Australia. Kwa hiyo zinaingia sasa hii teknolojia na watu wanatembea na vitabu wamevisoma. Ninachokifanya ni kuhamasisha usomaji, kuhamasisha kwa maneno, lakini pia kwa kugaia watu wengine vitabu, hasa wanafunzi. Lakini nataka tuanze kwa sababu wasema ukifika huku chuoni wakuaga wabishi kidogo kwa hapa kitu kipya. Kwa hiyo unabidi utumie nguvu zaidi. Tuna kitu kinachoitwa school reading clubs, ambapo tunaenda sasa kule shuleni. Tunaanza kuongea na wanafunzi na kuambia wasome vitabu na kuanzisha debate za kushindania kitu alichokisoma kwenye vitabu.
Kwa hiyo tunatengeneza na magazine ambayo itakuwa inaelekeza wanafunzi namna ya kusoma vitabu. Ikiwa ni pamoja na kukataa msemo unaosema, ukuta mtu anaandika CV, anaandika pale kwenye hobbies, anaandika reading. Asa reading is not a hobby. reading is a habit. Kama habit zingine. Yaani kama tabia, yani kama kula. Ukiamua kula unakula. Ukiamua kufanya kitu unafanya kitu fulani. Lakini hata kama mtu ambaye hajawahi kusoma, tuna inspire wasome. Lakini pia nimetengeneza na group za WhatsApp. Hizi za watu ambao wana discuss vitabu usiku. Mtu ambaye hajawahi anaangalia watu wanavyo discuss vitabu pale. Kwa anatumia vizuri mtandao wake sasa. Alafu anaona, okay, kumbe ninaweza nikawa na mimi najua kama hawa wanachokifanya. Lakini anaona wengine. Kwa hiyo tunawaonyesha kwa inspire, lakini pia tunawaambia nao wafanye. Tunawapa siku, nasema sasa leo natakiwa uongoze discussion. Mimi sijawahi kusoma kitabu, leo nimepewa kazi ya kuongoza discussion. Cha kwanza anachokifanya ni kwamba nitaenda kuchukua hicho kitabu. Tatafuta kilipo siku hiyo. Jana nilienda Moshi, nikakutana na wana CRC wa Moshi, waliniacha hoi. Wale wana vitabu, wana madaftari ambayo wamediscuss vitabu hivyo. Kwa mfano mwezi wa 5 tulisoma kitabu cha Why We Want You to Be Rich, Two Men One Message cha Robert Kiyosaki na Donald Trump. Watu wameandika notes, yani nilichojifunza kwenye hichi kitabu ni hiki na hiki na hiki na hiki. Mpaka nikapiga picha. Kwa sababu it was wonderful. Watu wanaenda kwenye serious level. Naona. Na huko chuoni wanaosoma vitabu wanaanza kuonekana watu wa tofauti. Wanawaza tofauti. Yaani hivyo sasa inavyotokea, wanaona alafu wanauliza what is the secret behind? Nasema mimi I used to read. Kwa hiyo ni vizuri wa Tanzania wajue kwamba kusoma kuna nguvu yake. Mimi baada hapa nitachukua hatua, nitaanza kusoma vitabu. Sijui wewe ambaye unaangalia, ambaye umemsikiliza shemeji, una mpango gani? Hebu acha kufanya mambo ambayo hayana manufaa. Anza kusoma basi vitabu. Shemeji, toa shukrani zako za mwisho kwa watu ambao wamekufanya mpaka sasa leo uko hapa au wamekusupport kwa njia moja au nyingine. Mimi niseme maisha yangu yako hivi kwa sababu mimi nina akili sana, mjanja. Hapana, sina maujanja mjini kama watu wengi wanavyoweza kufikiri. Wewe jamaa anajua sana. Mimi ni matokeo ya matengenezo ya watu wengi. Kwa kwanza kabisa Mungu ndo amenitengeneza. Mungu amenitengeneza niko hivi. Lakini pia namshukuru mama yangu kwa sababu amenitengeneza. Mama yangu amenilazimisha sana kusoma. Lakini mshukuru marehemu kakaangu ambao alinichapa viboko nilipokuwa kwenda shule. Nikaenda shule nikasoma. Alafu kwanza nilikuwa natupa madaftari, akanisaidia nikawa natembea na madaftari, nasoma. Nishukuru watu wote ambao wamenifundisha tangu shule ya msingi na sekondari na chuo. Lakini nishukuru watu ambao wamekuwa mentors. Vijana wengi wa Tanzania hawana watu wa kuwasaidia. Ila na mentors wa kiume na mentors wa kike wanitengeneza kila siku. Kila siku nikutana na President Chavala ananifundisha. Anikamata hata kama sitaki, ananielekeza huku unapoelekea utapotea. Wale watu wamenitengeneza. Nikutana na Bahati Mwakalinga, mama yangu yule, ananitengeneza. Ananiambia maneno ya kunitia moyo. Mtu mwingine kabisa alinisaidia nikiwa Kibaha, nikaanza kujiona mtu tofauti. Anaitwa Geoffrey Kingu alikutana na mimi nikiwa tu na harakati hivi, akaniambia, akaanza kunishape, akanifundisha basics, vitu vya muhimu sana vya kutambua ukiwa kijana ili uweze kufanikiwa. Na leo hivi naishi hivi kwa sababu ya watu hao. Lakini mentor wangu wa karibu sana ambaye anaitwa Isaac Limo. Isaac Limo ni mwandishi wa vitabu, lakini pia anazungumza na vijana. Yeye ana train zaidi vijana. Kwa hiyo amenisaidia kunifundisha, amenisaidia kunishape, anishauri mpaka namna ya kusimama jukwaani. Sababu unaweza ukakurupuka tu. Alafu wewe uelewi. Siku zote nawaambia vijana ambao hawana mentors, huwezi kujiona ukiwa ndani ya kioo. You cannot see yourself in the frame. You have to get out of the frame. Sasa huwezi kutoka nje ya frame, inabidi awepo mtu anayekutazama. Hiyo inasaidia sana kwa sababu host mimi na uhakika na kitu kimoja. Hujui unapotembea nyuma huo unakuaje. Hujui. Sijui. Ila kuna watu ambao wakitembea na kwambia hapa unafyeka miguu, nyoosha hivi. Unaona? Sasa hao ndio mentors. Hao ndio watakuwa kioo chako cha kutazama na kuambia unatakiwa kwa hiyo. Vijana wengi siku hizi hawana mentors. Kwa hawana watu wa kuonyesha kama wanachokifanya ni sahihi au sio sahihi. Kwa mfano mtu anapokuwa, kwa mfano kama mtu anapotembea, anaweza asijione anapotembea kwa nyuma. Lakini mtu anaweza akakuangalia akamwambia unatakiwa utembee hivi. Kwa sababu wewe hujioni. Ndio sasa unaweza kujiangalia, mtu akaweza kuelekeza vizuri. Hata unapozungumza, inawezekana unazungumza unaboa watu. Ila ukiwa na mentors wanakufuatilia, wanakuelekeza, unajikuta unakaa katika njia nzuri zaidi.
Safi sana. Kuna watu wametamani kupata hata kitabu, yani tungekuwa tunaweza tukawapasia. Yani nadhani wangekuwa wengi, yani mikono ingepishana hapa. Yeah. Sasa labda watu wanaotaka kupata vitabu, kujua peji zako, kukupata wewe mwenyewe, labda ukawe public speaker kwenye events zao, wanakupataje? Watanipata wakiingia Facebook, watafute jina rahisi sana, Shemeji Melayeki. Okay. Utapata Shemeji Melayeki, utanipata pale, au ukitafuta City Reading Champions utanipata pale. Na pia nina email yangu ambayo natumiaga mara nyingi, ambayo ni shemeji.melayeki@gmail.com. Mtu akituma chochote kule nitaiona instantly kwa sababu I'm always online. Okay. Kwa sababu ya mambo kama labda kama niwe na session nazungumza. Lakini pia nina namba yangu ambao watu wakipiga wanaweza wakapata contacts zangu, ambao ni 0714 548 565. Mtu akipiga simu hiyo atanipata. Akitaka vitabu pia anaweza akaenda kwenye bookshops. Nimepeleka bookshops hapo mjini Arusha pamoja na Dar es Salaam. Akienda House of Wisdom bookshop pale atazipata posta huko. Lakini hapa Arusha karibia bookshops zote kubwa nimeshazipeleka. Kwa akienda pale atazikuta. Instagram tumia? Instagram nipo kwa jina hilo la Shemeji Melayeki. Twitter pia nipo kwa jina la Shemeji Melayeki. Okay. Yeah. Shemeji, mimi binafsi na timu nzima ya Stars in Campus tumefurahia sana ugeni wako siku ya leo. Yani tumejisikia yani sijui nikwambieje. Karibu sana. Nashukuru sana. Na kutakia kila la heri katika shughuli zako. Amina. Hasa tunafurahi sana kufanya kazi na watu ambao wanapenda kuona vijana wanafikia sehemu fulani. Ninachoamini hata mimi ni kama mkiniita tena na nyinyi mtakuwa giant wakubwa zaidi. Asante. Hiyo ndio principle yangu ndogo. Sawa sawa. Yeah. Wapenzi watazamaji, kipindi chetu leo kinaishia hapa. Ugeni tulikuwa nao kwa kweli sisi wenyewe tumefurahi na tumepata kitu kutoka kwa Shemeji. Tafuta vitabu vyake, angalia peji zake, pata maneno ya kukuinspire wewe ili kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kwa wewe ambaye ungependa kutangaza na Stars in Campus, tunakaribisha sana. Tunatengeneza matangazo, pia tunaweza tukatangaza na wewe ili uweze kupata client wako husika kwa hiyo organization ambayo uko nayo. Pia unaweza kutupata au kupata maelezo zaidi katika page yetu ya Facebook na like page yetu ya Facebook na kusubscribe channel yetu ya YouTube. Ulikuwa nami Lidness Gelana. Kwa heri. Asubuhi mapema jua limechomoza tena, ila mie sina tofauti na